Hii ni halmashauri ya wilaya ya Rombo. Halmashauri ya wilaya ya Rombo ni miongoni mwa halmashauri 6 na manispaa ya Moshi zinazounda mkoa wa Kilimanjaro. Ilianzishwa mwaka 1972. Halmashauri hii ina eneo lenye jumla ya kilomita za mraba 1442 ilikijumuisha sehemu ya mlima Kilimanjaro. Kiutawala, halmashauri ya wilaya ya Rombo ina jumla ya tarafa 5, kata 28, vijiji 68 na vitongoji 312. Aidha, kata moja Kelamfua Mokala imekuwa mamlaka ya mji mdogo. Kwa mujibu wa sensa ya kitaifa ya watu na makazi ya mwaka 2022, halmashauri ya wilaya ya Rombo ina jumla ya watu 275,314. Kati ya hao wanaume ni 133,258 sawa na 48%, na wanawake ni 142,256 sawa na 52%. Wakazi wa wilaya ya Rombo wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo ni kilimo, ufugaji na biashara. Mazao yanayolimwa na wakazi hao ni ndizi, parachichi, kahawa, karanga, ulezi, alizeti, mahindi, mbaazi, maharage, viazi mviringo na mboga. Makala hii imekusogezea nia yake hasa kutazama kwa pamoja namna serikali ya awamu ya 6 inapoendelea kutekeleza sera ya kuunganisha vijiji kwa vijiji, kata kwa kata, ili kutekeleza miradi ya maendeleo yenye lengo la kuondolea wananchi adha katika maeneo yao. Kijiografia, halmashauri ya wilaya ya Rombo imegawanyika katika kanda 3 ambazo ni ukanda wa juu, ukanda wa kati na ukanda wa chini. Ukanda wa juu unapatikana katika mwinuko wa kati ya mita 1600 hadi 2000 juu ya usawa wa bahari kwenye mteremko wa mlima Kilimanjaro. Ukanda huu hupokea wastani wa mvua kati ya milimita 1250 hadi 1750 kwa mwaka. Katika ukanda huu kuna sehemu kubwa ya uoto wa asili katika msitu wa mlima Kilimanjaro na eneo la kilimo ambapo wakulima wa ukanda huu hulima kwa wingi ndizi, maparachichi na kahawa. Ukanda wa kati hupatikana katika mwinuko wa kati ya mita 1000 hadi 1500 juu ya usawa wa bahari. Ukanda huu hupokea mvua kati ya milimita 700 hadi 1250. Hivyo kwa mwaka katika ukanda huu mazao yanayolimwa kwa wingi ni mahindi, maharage, mbaazi, viazi mviringo, mihogo, wele, ndizi na kahawa. Pia katika ukanda huu wanafanya ufugaji wa ndani, yani zero grazing, na wanyama wafugwao ni ng'ombe, nguruwe, mbuzi na kondoo. Ukanda wa chini hupatikana katika mwinuko wa chini ya mita 800 juu ya usawa wa bahari. Ukanda huu hupokea mvua kati ya milimita 500 hadi 700 kwa mwaka. Wakazi wa ukanda huu hulima mazao yanayostahimili ukame. Mazao hayo ni kama mbaazi, karanga, maharage, alizeti, mtama, mahindi. Pia katika ukanda huu wanafanya ufugaji wa mifugo ya jadi. Ufugaji huria hufanyika na wanyama wanaofugwa ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, nguruwe na wanyama wengine wadogo. Katika halmashauri kumekuwa na mafanikio makubwa hasa katika sekta kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa kipindi cha miaka 5, halmashauri imepokea vitendea kazi pembejeo mbalimbali vya kuwezesha shughuli za kilimo, ikiwa ni pamoja na kifaa maalum cha kupimia udongo soil scanner kinachosaidia kutambua aina ya udongo. Hii imesaidia kuweza kuwashauri wakulima wapande zao gani katika eneo husika. Pikipiki 36 ambazo zinasaidia usafiri kwa maafisa ugani na vishikwambi 34 kwa ajili ya kuwezesha maafisa ugani kutekeleza shughuli zao kwa urahisi, na ununuzi na usambazaji wa miche bora ya kahawa zaidi ya 91,250. Lakini ukweli parachichi linazaa, kwa mfano yale makubwa, mimi kama nilivyokuambia tena awali, inazaa paka kilo 500 kwa parachichi moja. Haya juzi nimevuna mti mmoja una uwezo wa kupata hapo kilo 100
50 kwa sababu ndio mzao wa kwanza, ndio mara ya kwanza naanza kuvuna. Kwa hiyo parachichi kwa kweli mimi naona kama nalipa, na ukiangalia hizi parachichi zote hapa na parachichi 400 napata wastani wa kilo, yani kwa round, kwa sababu hapa tunavuna mara 4. Kuna round ya kwanza, na haya maparachichi bwana ni ajabu. Haya maparachichi kila wakati yana maua, yana matunda ya kuvuna. Kwa hiyo hakuna wakati utakuta mti uko empty. Hapana. Mti saa zote unakuta una matunda. Na variety nzuri ni ile serikali ilitoa kama msaada, ruzuku kwa wakulima. Ilituletea miche bure. Umeona? Lakini sasa hivi ukiangalia wakulima wengi wamestaki kwa sababu uwezo wa kununua miti hawana. Sasa bila serikali kuweka mkono wake, wengi watalima parachichi. Na ukweli ni kwamba Rombo kilimo cha parachichi kinawezekana na kina favor. Climate ya hapa ina favor kabisa kilimo cha parachichi. Hata kwenye kikao kile cha budget ya ile ya serikali ile ya 2025 2050 tuliongelea kule wilayani hivyo kwamba hiki kilimo serikali iweke mkono wake. Ni kilimo ambacho nikiangalia demand yake ni kubwa, soko liko kubwa. Kwa sababu sisi soko, kwa mfano soko kubwa tunalipata Kenya. Umeona? Kwa hiyo parachichi kwa kwetu kwa kweli kingeinua kama vile ilivyokuwa kahawa siku za nyuma. Umeona? Parachichi lina uwezo kabisa wa kumtoa mkulima. Kwa sababu akichuma mti mmoja labda kilo 500, akiwa na miti 10 ni kilo 1500. Sasa ni wapi na wapi? Umeona? Kwa hiyo mimi nilichokuwa na shauri serikali tusaidie wakulima, hasa kwenye pembejeo pia. Watupe ruzuku hata kwenye pembejeo ili tuweze kupanda, kwa sababu asipande mkulima mmoja tu, tupande wengi. Yaani wengi wakue, na ndio nafikiri nimshukuru Mama Samia kwa support kubwa anayetupa. Umeona? Anayetupa sisi wakulima. Kwa hiyo nafikiri Mungu akisaidia, support ikija kwenye ruzuku ya madawa, atakuwa amemkomboa sana mkulima. Na nishukuru sana serikali kwa sababu ushafikia mkuu wa mkoa kwa kipindi chopita miaka 2019. Mkuu wa mkoa alikuja hapa akanipa miche 200 ya bure kutoka TARI. Na nikaja nikaiotesha yote, ndio sawa naona shamba langu liko katika miche ambayo ya kisasa. Ile miche yote ya zamani nimeshaiondoa. Na ndio sasa nafainika na zao la kahawa. Naweza nikasomesha watoto na wajukuu kwa pesa ambayo inapatikana kwenye zao la kahawa. Hiyo ndio naishukuru serikali kwa mambo mazuri ambayo iliweza kufanyia kama wakulima, na tuendelee tulikapata ruzuku ya pembejeo. Pia tunashukuru serikali kwa sababu imetupa ruzuku ya pembejeo, na tunaendelea kunufaika na mashamba yetu yanaendelea kuwa mazuri zaidi na tunabadilika kila kipindi. Aidha, halmashauri hii imepokea zaidi ya shilingi milioni 128 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa na darasa la kufundishia ufugaji wa samaki katika kijiji cha Momwe, ambapo utekelezaji wake wa ujenzi wa mabwawa hayo unaendelea. Mradi huu ni mradi ambao umeibuliwa na wanakijiji kwa kushirikiana na viongozi ambao tayari waliwaamini wakawachagua. Na baada ya mradi huu basi kuibuliwa, sisi kama vijana tulichukua dhamana ya kuweza kusimamia, tukaunda kikundi ambacho kina vijana wasiopungua 25, tukizingatia genda pande zote mbili. Na mradi huu ni mradi ambao utaenda kunufaisha ni mradi ambao utanufaisha vijana, na si vijana tu peke yao, hata wanakijiji ambao wamezunguka eneo hili, kwa sababu maji ambayo yatakuwa yanapatikana katika mradi huu yanaenda kuwanufaisha, kwa maana yataenda kunufaisha kwenye upande wa kilimo. Wananchi hawa watanufaika kwa mambo mengi. Kwanza kabisa kutakuwa na ujenzi wa madarasa, chumba cha darasa ambacho kwamba watakuja watu wengi kutoka sehemu mbalimbali kuja kufundishwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Wananchi wa kijiji cha Momwe na wananchi kwa ujumla, hata wilaya ya Rombo na nje ya wilaya ya Rombo, tutanufaika kwa kula samaki. Wananchi hawa wa kijiji cha Momwe, maeneo haya, yale maji yatakayokuwa yanatoka kwenye mabwawa, tunasema kwa kitaalamu overflow, watakuwa wanatumia kwa ajili ya kilimo cha mboga mboga.
na mimi mwenyewe ni mtaalamu wa kilimo. Katika halmashauri ya wilaya ya Rombo, katika kipindi hiki katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuna miradi mingi iliyofanyika hadi sasa. Na katika sekta ya kilimo kulikuwa na ugawaji wa mbolea kwa maana ya ruzuku ya mbolea ambayo imetolewa na serikali. Mpaka hivi sasa takriban tani 7,000 zimetumika na wakulima, hasa wakulima wa mahindi, na wamenufaika sana kwa sababu awali walikuwa wakipata uzalishaji wa magunia 2 mpaka 3 kwa wastani wa ekari moja, lakini sasa wanaweza kupata wastani wa magunia 12 mpaka 15. Na ruzuku hiyo bado inaendelea hata katika msimu huu. Tunatarajia mavuno yatakuwa ni makubwa zaidi. Lakini vile vile katika zao la mazao ya biashara kama kahawa, hapo awali kulikuwa kuna uzalishaji mdogo, lakini kutokana hapo awali wakulima walikuwa hawakuwa na miche bora ya kahawa, lakini serikali imegawa takriban miche 103,000 hadi hivi sasa, ambapo pamoja na ufuatiliaji wa maafisa ugani uzalishaji umeongezeka, na hivi sasa tunapata wastani wa kilo 559 ukilinganisha na hapo awali ambayo ilikuwa ni chini ya hapo, na tunazidi kugawa miche hiyo ya kahawa ili kupandisha uzalishaji. Na miche hii ya kahawa ya sasa hivi ni miche bora ambayo imeboreshwa na taasisi zetu za utafiti, ambayo haikumbwi na magonjwa ya aina ya combat. Ni ya muda mfupi, ndani ya miaka 3 mkulima anaanza kuvuna kahawa. Lakini vile vile katika uboreshaji wa zao la ndizi, na unajua ukanda wa kati na wa juu katika halmashauri ya wilaya ya Rombo walima ndizi, ambapo ni zao kubwa sana katika wilaya hiyo. Serikali iligawa miche bora ya migomba, miche zaidi ya 103,000 ambayo ni miche bora ambayo ishambuliwa na magonjwa, na tunatarajia mavuno yatakuwa ni makubwa zaidi na zaidi. Lakini vile vile katika zao la parachichi tunahamasisha wakulima kulima aina hii mpya ya parachichi ya kibiashara, aina ya hasi na mengineyo, kwa kuwa biashara yake ni kubwa sana na wakulima wameitikia mwito mkubwa, na kwa sababu ya ufuatiliaji mzuri wa maafisa ugani ambao tuliletewa, ambapo kila kata sasa kuna afisa ugani wa kilimo ambao wanawawezesha wakulima katika kupata teknolojia mbalimbali na elimu juu ya kilimo hichi cha parachichi. Kwa hiyo takriban sasa hivi uzalishaji umeanza kuongezeka wa parachichi hii mpya ya biashara, yani aina ya hasi. Lakini kwenye sekta sekta ndogo ya ufugaji na uvuvi, serikali ilitoa mbegu ya ruzuku dozi 8,000 ya ng'ombe wa maziwa, ambao ng'ombe 8,000 walihimilishwa kwa mbegu ya bei ya ruzuku kwa shilingi 15,000 kwa ng'ombe. Na tunatarajia kwamba maziwa yataongezeka sasa baada ya miaka 3 ijayo, kwamba ndama wale wakizaliwa sasa uzalishaji wa maziwa utaongezeka katika wilaya ya Rombo, kutoka wastani wa sasa wa maziwa wa lita 5 kwa ng'ombe hadi kufika lita 12. Hayo ni mafanikio ambayo tunapata. Ni kampeni ya kitaifa, na sisi ni mojawapo wa halmashauri wanufaika wa zoezi hilo la chanjo ambalo ndani ya mwezi huu linakwenda kuanza. Lakini katika sekta ndogo pia nyingine ya uvuvi, serikali ituwezesha shilingi milioni 128 ya kuanzisha shamba darasa la ufugaji wa viumbe maji, na hapa Rombo tunazungumzia ufugaji wa samaki, na mradi huu upo katika kijiji cha Momwe, na mradi huu unasimamiwa na vijana, ni mradi wa vijana, na ujenzi umeshafikia zaidi ya 65%, na mradi huu utapoanza utafaidisha vijana wengi sana,
na umegharamiwa na serikali kwa 100%. Kwa upande wa sekta ya biashara, viwanda na uwekezaji, uboreshaji na uendelezaji wa masoko sita, Tarakea, Mamsera, Ngoyoni, Mangulwa, Munga, Holili, yanayowezesha wafanyabiashara kuuza na kununua bidhaa. Pia halmashauri hii inaendelea na ujenzi wa masoko mawili, soko la kimataifa la Holili na soko la ndizi Mamsera. Napenda kuipongeza halmashauri ya Rombo kwa kuongeza jitihada kuendelea kuimarisha soko. Lakini pia napenda kutoa wazo la kuendelea kuboresha zaidi, kuweka miundombinu ambayo itapelekea soko kuwa imara zaidi. Kwa mfano, kuweka mageti kama plani zilivyokuwa zimeshaanza kutengenezwa. Lakini pia kuweka baadhi ya mapaa kwenye pembezoni mwa soko, pembezoni mwa vibanda ambao vinazunguka soko. Ni mfanyakazi wa kampuni ya East Africa Food Limited ambao tuna branchi mbili kwa mkoa wa Kilimanjaro. Ni center kwanza ndio hii hapa tunaita Mamsera Soko Chap. Center ya pili inaitwa Mashati na center ya tatu iko Kiboshi. Center zetu zinafanya kazi ya kununua ndizi kutoka kwa wakulima. Kwa hiyo biashara yetu kubwa hapa ni kununua ndizi kutoka kwa wakulima. Na tukishazinunua hizo ndizi, tunazileta hapa, tunaziprocess. Tunazipaki kwenye makreti ambayo kwenye kila kreti tunaweka ndizi 110. Hizi kreti tukishazipaki tunazipeleka Dar es Salaam ambao tuna branch kama 4. Tuna branch moja ya Kinyerezi, nyingine inaitwa Bunju, tuna nyingine tena inaitwa Tegeta na pia tuna branch Zanzibar. Kwa hiyo ndizi zote zinazotoka hapa katika center yetu ya hii ya Mamsera zinapelekwa Dar, zinapelekwa Zanzibar kwa ajili ya kuuza. Sisi tunanunua ndizi mbichi kutoka kwa wakulima, tunazipeleka Dar, tunazivundika wenyewe na tunaziuza kwa wateja wa masoko wadogo wadogo kama hao tunaoita vendors. Tunaishukuru pia serikali kwa kutusaidia. Inawasaidia kuwapa elimu wakulima ambao wenyewe ndio wanatutayarishia hizi ndizi. Elimu kubwa inatolewa kwenye mashamba, jinsi ya kuandaa ndizi, kuandaa migomba, kuandaa mashamba ili waweze kupata ndizi ambazo ni bora. Aidha, halmashauri hii imewezesha mazingira rafiki ya uwekezaji ambapo halmashauri imefanikiwa kupata wawekezaji wawili wakubwa waliojenga kiwanda cha saruji na uchongaji wa matofali ya mwamba kwa mashine za kisasa ambapo wameweza kutoa ajira kwa wakazi wa Rombo. Sasa tugeukie maandiko matakatifu ya usimwache elimu aende zake. Halmashauri hii ya wilaya ya Rombo katika sekta ya elimu msingi na awali kwa kipindi cha miaka 5 pamoja na kupokea fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 15 na milioni 400 ambazo zimetekeleza miradi ifuatayo ikijumuisha elimu bila malipo, ujenzi wa shule ya msingi za mkondo mmoja 3, shule ya msingi kwa Kitau, Keni Mengeni na Kikelelwa, ujenzi wa nyumba za walimu 8, shule ya msingi Kitongoria, Maweteta, Chala na Mawanda Mkei, ujenzi wa vyumba vya madarasa 94 katika shule za msingi Useri, Kamwanga, Rongai, Satellite, Kikelelwa, Mbomai Kati, Tarakea, Motamburu Chini, Mbomai Juu, Kiasara, Msangai, Rea, Mbriti, Holili Satellite, Ubetu Mleai, Mashima, Marieni, Katangara, Kitirima, Mahaheni, Mokala na Chala, ukarabati wa shule kongwe 7 za msingi kwa Ngao, Mbomai Juu, Ruweni, Kiungu, Manda, Kikelelwa na Klasara, ujenzi wa matundu ya vyoo 181 vya wanafunzi katika shule ya msingi Useri, Kamwanga, Mbomai Kati, Tarakea, Reha, Msangai, Ubeti Mreai, Marieni, Wama, Kitirima, Katangara, Kitongoria, Kiasara, Huruma, Manda, Mriti, Holili, Hakwe, Motamburu Chini, Mamonjo, Mbarangacheni, kwa Mwera, Maweteta na Kirongo Chini. Uwepo wa miundombinu rafiki ya upokeaji wa fedha za elimu bila malipo kila mwaka umeongeza ufaulu hadi kufikia
asilimia 84.6. Halmashauri ya wilaya ya Rombo tumeweza kupokea zaidi ya bilioni 7 kwa ajili ya kuboresha miundombinu. Tumeweza kujenga matundu ya vyoo, tumeweza kukarabati shule zilizokuwa chakavu sana, tumeweza kumalizia nyumba ambazo zilikuwa hazijakamilika kwa maana ya maboma. Tumeweza kujenga nyumba za walimu zaidi ya 10. Tumeweza kujenga shule mpya ambazo zilikuwa zimechakaa sana, kwa hiyo shule zile wakazijenga upya, shule 3. Lakini pia tumeweza kujenga mabweni 2 kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Lakini pamoja na uboreshaji huu, tunapongeza sana serikali kwa sababu wameweza kuweka kipaumbele katika uboreshaji wa miundombinu ya watoto wenye elimu maalum. Kwa hiyo watoto wenye mahitaji maalum wanakuwa na miundombinu rafiki ya vyoo na hata madarasa kwa sasa hivi ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Lakini pia tumeweza kupata ajira ya walimu. Kwa miaka hii tumeweza kupokea walimu zaidi ya 30. Ingawa bado changamoto ya walimu ipo, lakini tunashukuru serikali inaendelea kutupatia walimu. Lakini pia kwenye utoaji wa chakula, shule zote za halmashauri ya wilaya ya Rombo zinapata chakula, na tunaboresha chakula kwa kuwa na bustani ndogo ndogo kwa ajili ya kuboresha lishe. Na sasa hivi tuna encourage badala ya kuwa na bustani za maua, bustani zinakuwa ni za mboga kwa sababu ya uhaba wa maeneo. Shule nyingi wanaotesha matunda kama maparachichi na watoto wanapata matunda pia. Lakini kwa upande wa elimu bure, tunaishukuru serikali ya awamu ya 5. Kila mwezi watoto wanaletewa fedha yao ya elimu bure, na takriban tumepokea zaidi ya bilioni 3 kwa kipindi chote hiki. Katika sekta ya elimu sekondari, kwa kipindi cha miaka 5 halmashauri imepokea fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo kiasi cha shilingi bilioni 11 milioni 243 na 8525.60 ambazo zimetekeleza miradi inayojumuisha elimu bila malipo, ujenzi wa shule ya sekondari ya amali 1, ujenzi wa shule mpya za kata 3, shule ya sekondari Mangi Wingia Profesa Adolf Mkenda, shule mpya ya kata ya Kirongo Samanga, ujenzi wa nyumba za walimu 2 katika shule ya sekondari Mangi Wingia, ujenzi wa mabweni 15 katika shule ya sekondari Profesa Adolf Mkenda, Mamsera, Mahida, Keni, Mashati, Kisale, Maki, Mramba na Mbomai. Ujenzi wa bwalo 1 katika shule ya sekondari Mashati, ujenzi wa vyumba vya madarasa 62 katika shule za sekondari Holili, Kahe, Useli, Kwalakamu, Mramba, Boni, Keni, Mamsera, Tanya, Mema, Makalema, Horombo, Kelamfua, Makidi, Mkuu, Waikuru, Uba, Mashati, Kilamacho, Kirachi, Kisale, Maki, Olele, Mramba, Kirongo Chini, Matoro, Umarini, Urauri, Bustani, Mutamburu, Nanjara, Tarakea, Mbomai, Nduweni pamoja na Ngaliku. Ujenzi wa maabara za sayansi 12 katika shule za sekondari Horombo, Kirongo Chini, Kisale, Mashati, Mengeni, Mkuu, Uba, Aleni, Olele, Mahida, Mlambai na Tarakea. Maendeleo mengine yaliyofanyika ni ujenzi wa matundu ya vyoo 182 ya wanafunzi katika shule ya sekondari Makidi, Matolo, Mbomai, Mlambai, Uweni, Kirongo Chini, Mrakero, Ngaleku, Mriakero, Mashati, Waikuru, Kirachi, Mema, Olele, Makarema, Kilamfua, Umarini, Maki, Kisale, Mamsera, Profesa Adolf Mkenda, Bustani na Shimbi. Na uwepo wa miundombinu rafiki ya upokeaji wa fedha za elimu bila malipo EBM kila mwaka umeongeza ufaulu hadi kufikia 92%. Nashukuru sana Mama Samia kwa kutuletea mradi wa kusaidia watoto wetu wapate elimu ili tusipate shida. Hata tukichoka tunajua watoto wetu watatusaidia. Tunatuma asante sana kwa
kutuwezesha, ameweza kutuletea miradi sekondari ya Maki, shule ya msingi Kitongoria, shule ya msingi Tavarini. Kuna miradi nyingi tena na VETA hapa Masekini. Tunamwambia asante, Mungu ambariki, azidi kutukumbuka. Kumshukuru Mama Samia, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na kwa kweli mimi nimefurahia sana, na nimefurahi kwa sababu huyu mama alituangalia kwa mambo mengi sana. Kwanza awali ya yote naanza kutaja miradi ambayo ametuletea ya hii shule yetu ya Emali ya hapa Masekini. Tumefurahia mno na mno zaidi, kwa sababu shule kuingia hapa kwetu si shule ya wananchi wa hapa tu, ila itachukua na watoto wengine kutoka mikoani. Kwanza kabisa tunashukuru kwa kupata huu mradi. Huu mradi tunaona utatusaidia sana, kwa sababu watoto wetu wanaenda shule mbali, wanatembelea mbali sana. Sasa hivi tunamshukuru sana Mama Samia kwa huu msaada mkubwa, na tunaomba Mama Samia kama ikiwezekana aendelee ili tuendelee kuishi naye vizuri zaidi. Mradi huu utawasaidia sana wanafunzi kwa sababu ya ule umbali na ule uchofu. Pia watakuwa na ukaribu kwa sababu huku ni mpakani, karibu na mpakani. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda mpaka kule juu sekondari ya Matolo sekondari na Kirongo chini na kule Maki, lakini sasa hivi watakuwa wanafikia huko karibu. Mimi ninavyoona huyu Mama Samia ameleta maendeleo mazuri sana, hata wananchi wenyewe wamefurahi. Wakasema kwanza arudie tena. Hii maendeleo alituletea hapa watoto wanatoka umbali wa kilomita ngapi kule chini mpakani kupata paka kule shule za mbali kule Kirongo chini kule, wanachoka sana. Walivyoona huu mradi wa hapa shule nimekuja karibu, wamefurahi sana. Hata wazazi wao wamefurahi sana. Halmashauri yetu ya wilaya ya Rombo ina jumla ya shule za sekondari 55 ikiwemo shule 43 za serikali na shule binafsi 12. Jumla ya wanafunzi ni 19,981 ikiwemo wavulana 8,928 na wasichana 11,053. Kwa upande wa walimu tunashukuru, tuna jumla ya walimu 8,34 wakiwemo wa kiume 5,022, wa kike 3,012. Hata hivyo kwa mwaka huu 2025 tumeweza kupata walimu ajira mpya, wamesaidia kwa kweli kwenda kubusti shule zetu, walimu 73, na hata leo hii pia nimepokea walimu 3 wa ajira mpya. Kwa kweli naipongeza serikali, hasa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi anayoifanya kwa kutupia jicho la ziada katika elimu. Tunashukuru sana. Uandikishaji kwa mwaka 2025 idara ya elimu sekondari tumefanikiwa kwa kuandikisha, yani jumla ya wanafunzi ambao wamesajiliwa mwaka huu walikuwa 5,025. Idara inaendelea kutekeleza mradi wa kurudisha wanafunzi walioacha shule kutokana na sababu mbalimbali. Tunamshukuru sana mama kwa kukiona hiki kwamba wale watoto ndio walikosea kwa mara ya kwanza, lakini akawiwa warudi shule ili waendeleze vipaji vyao. Tumeona kwa mwaka jana, mwaka 2024 tumeweza kurudisha wanafunzi 33 wa kike, na katika wanafunzi 33 hapo kuna division 1 zimetoka kwa matokeo ya form 4, kuna division 2, kuna division 3 na 4. Division 0 ziko 4. Kwa kweli yani wale watoto walikuwa ni ndoto zao zilikuwa zinaenda kupotea,
lakini kwa kupitia mradi wa Mama Samia ndoto zimeibuliwa. Katika sekta ya afya kwa kipindi cha miaka mitano ni pamoja na kupokea fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo kiasi cha bilioni 4,920 ambazo zimetekeleza miradi ifuatayo ikijumuisha ujenzi wa hospitali ya wilaya moja, ujenzi wa vituo vya afya viwili, kituo cha afya mkuu na kituo cha afya cha Ulili, ujenzi wa zahanati ya vijiji 8, zahanati ya Shimbi Kati, Mfuruashe, Kisare, Ubaa, Msangai, Machame, Aleni, Nduweni na Ngaseni. Ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa kwenye hospitali ya wilaya, vituo vya afya na zahanati. Vifaa hivi vimejumuisha mashine za X-ray, ultrasound, hadubini, vifaa vya tiba ya meno na vinginevyo. Kwa ametusaidia sana kwa sababu tulikuwa tuna hospitali kubwa ya wilaya, lakini sasa hivi tumeletewa, huduma zimeboreshwa. Sekta za mama wajawazito zimeboreshwa, ukienda kujifungua unapata huduma vizuri, hata kwa watoto pia ukifika mapokezi, yani kwa ujumla huduma zimekuwa vizuri sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama, endelee kutuhudumia, lakini hata wakati mwingine pia kumbuka tuletea ni madaktari bingwa mara kwa mara. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Mama Samia kutuletea madaktari bingwa katika hospitali yetu ya wilaya. Nashukuru kwa huduma hii ambayo madaktari wametoa kwetu. Pia niwashukuru madaktari kwa namna ya pekee kwa sababu wameonyesha upendo wao kwa wagonjwa na tunapata faraja sana. Wakati mwingine huduma kama hizi tulikuwa tunasifuata kutoka kwenda mbali, labda tuende KSMC, Mawenzi au Muhimbili, lakini tumeletewa hapa karibu. Naishukuru serikali kwa kutupa huduma nzuri katika kituo cha afya kilichopo Mkuu. Katika kituo hichi tumepata huduma nzuri hususan kwa mama wajawazito. Tunapata huduma nzuri, baadhi ya mama wajawazito wanajifungua salama, na mimi ni mmoja wapo wa mama mjamzito anayetarajia kujifungua katika kituo hichi. Namshukuru sana Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru Mungu sana. Tulikuwa hatuna kituo cha afya, lakini kwa sasa hivi tunapata huduma karibu ya kituo cha afya, na tunamshukuru Mungu maana wahudumu wako vizuri na kituo kinahudumia vizuri. Maana tangu miaka hii mimi nimejua kulikuwa hakuna kituo cha afya, tulikuwa tunaenda tu hospitali ya Huruma na tulikuwa tunalipia hela, lakini sasa hivi kituo cha afya kuanzia watoto chini ya miaka 5 wanatibiwa bure. Tunamshukuru Mungu Mama Samia kwa msaada aliotupa, na Mungu ambariki. Kwa upande wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kwa kipindi cha miaka mitano amewezesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kwa kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa vikundi 271. Kati ya hivyo vikundi vya wanawake 108, vijana ni 67 na watu wenye ulemavu ni 67. Mikopo hiyo imegharimu jumla ya shilingi bilioni 2,243,475 na 73.00 zilizotokana na mapato ya ndani ya halmashauri. Aidha, kupitia mradi wa TASAF imeweza kuwawezesha kiuchumi kaya masikini 6,867 ambapo jumla ya shilingi bilioni 3,588 na 11,169.00 zimetumika. Sisi tunashukuru serikali, halmashauri ya wilaya ya Rombo kwa kutuwezesha. Tulichukua mkopo wa kwanza milioni 2, tukaweza kurudisha kwa bila kukwama. Tukachukua mwingine ambao ni milioni 8, tukamaliza. Mwaka juzi tukachukua milioni 15, tukamaliza. Katika mikopo hiyo yote tunashukuru kwa sababu tulikuwa mashine hii ilikuwa ni ya mtu binafsi, lakini sasa hivi tumeshainunua, ni ya kwetu. Tunashukuru sana serikali ya halmashauri ya wilaya ya Rombo, na pia tunaendelea kushukuru kwa sababu tumenufaika. Tulivyopata mkopo huu tulikuwa na hali duni, lakini kwa sasa hivi tunaweza kutoa ajira ndogo ndogo
kwa jamii, na pia tuna watoto wetu sasa hivi wanaenda shule vizuri. Kupitia mkopo huu halmashauri ambao tumepewa kiasi cha milioni 45, tumeweza kununua gari Highstown, aina Highstown kwa ajili ya kusafirisha unga wetu. Niliomba mikopo halmashauri ya wilaya ya Rombo, nikapewa mara ya kwanza, nilipewa shilingi milioni 4 na nikarejesha ikaisha. Baada ya kumaliza nikaomba awamu ya pili, nikapewa shilingi milioni 9 nikarejesha na nikamaliza. Sasa hivi nimeomba tena, nimepewa shilingi milioni 14,763,000. Kwa kweli mimi naishukuru halmashauri ya wilaya ya Rombo, imeniwezesha pakubwa sana. Nimeweza kuendesha maisha yangu, nina familia, nasomesha watoto, naishi na mke na nina biashara. Mimi ni huu mkopo sasa hivi, lengo la huu mkopo nimeomba nikanunua pikipiki nikawapa vijana, na hata hii nyingine ndio nani lengo langu ni la kununua pikipiki na kuwapa vijana, na imenifanikisha sana. Nimefanya mambo yangu mengi. Tulipata mkopo takriban milioni 20. Mkopo huu ulitunufaisha kuongeza mashine katika ofisi yetu, kuongeza baadhi ya mashine na nyingine tulinunulia material. Na mpaka sasa hivi tunaona kwamba mkopo huu umezidi kutuimarisha kwa sababu kazi zinaenda. Baada ya kuongeza mashine na material iko nyingi. Shukrani yetu kwa halmashauri ni kwamba tunashukuru kwa jitihada hizo za kupambana na sisi vijana na kutuona kama bado tunahitaji msaada wa halmashauri. Kwa hiyo tunashukuru na tunaomba hii iwe endelevu kwa vijana wengine. Manufaa makubwa katika mkopo huu, moja ni kuongeza kama nguvu kazi kwenye ofisi yetu. Halmashauri ya wilaya ya Rombo imepokea jukumu hilo na inatekeleza kwa 100%. Kwa kipindi hicho, halmashauri iliweza kutenga kiasi cha shilingi bilioni 2,885,350,073, na hiyo ni sawa na 100% ya mapato yake ya ndani. Na hizi fedha zilipewa kwa vikundi 366. Vikundi hivyo tunatoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya fedha hizo, vikundi vya wanawake vilivyofaidi ni 198 ambao vilipata kiasi cha shilingi bilioni 1,154,140,029 na senti 2. Pia vijana walipata kiasi hicho cha bilioni 1,154,140,069. Na watu wenye ulemavu waliweza kufaidi kupata kiasi cha shilingi milioni 577 na 70,114. Fedha zote hizi zimeenda kwenye vikundi hivyo na vinaenda kwa lengo la, kuna vigezo vinavyotumika kwa ajili ya kupata mikopo. Nikianza na kanuni, tunafuata kanuni ya mwaka 2024. Hii kanuni kwa bahati nzuri imeunda kamati kuanzia ngazi ya kata kwa ajili ya kuleta uelewa kwenye jamii. Katika sekta ya michezo, halmashauri ya wilaya ya Rombo inang'ara kuvutia na kuibua vipaji kwa vijana wengi katika maeneo hayo na kuifanya wilaya hiyo kutangazika kutokana na michezo mbalimbali inayoibua hisia za Watanzania kote nchini, hasa wazawa kurudi nyumbani na kushiriki michezo kwa vijana na watoto, ikiwemo mchezo wa riadha ya Rombo Marathon pamoja na mchezo wa mpira wa miguu, ambapo mbunge wa jimbo la Rombo Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, licha ya mambo makubwa anayofanya katika wilaya hiyo, hakuchoka kudhamini michezo hiyo. Kwa kutambua umuhimu wa michezo hiyo, halmashauri ya wilaya ya Rombo imetenga na kuendeleza maeneo yanayofaa kwa michezo kama vile uwanja wa kisasa wa Mkuu. Aidha, halmashauri hiyo imewezesha watumishi kushiriki michezo kama vile UMISETA, UMITASHUMTA na imekuwa bingwa mara 3 mfululizo. Napenda kumshukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuboreshea miundombinu ya vifaa vya michezo, viwanja. Mashindano ya UMITASHUMTA yanaongozwa sasa hivi na viongozi bora. Pia haki inatendeka kwa kila mchezaji. Pia wachezaji tunapata vyakula bora, tunaishi vizuri. Kwanza UMITASHUMTA ni furaha, pia ni umoja. Pia najisikia vizuri kushiriki. Pia inakuza kipaji cha mchezaji. Hata hivyo wachezaji wengi hapa tunacheza, tunafurahi, tunajuana.
tumetoka tarafa nyingi, sasa hivi tumeunga tarafa ya wilaya ya Rombo. Pia najisikia vizuri sana kushiriki mashindano haya. Kikubwa ninashukuru serikali ya mama yetu Rais Samia kwa kutuwezesha kupata pesa kwa ajili ya viwanja, na kwa wilaya ya Rombo tumeweza kutengeneza uwanja mzuri wa mpira wa miguu kwa gharama ya milioni 23, ambapo tumeweza kuotesha nyasi na kwa sasa upo tayari kuchezewa. Hata timu zile zitakazo kuja kucheza mashindano ya Chani au Afcon tunawakaribisha. Tuna pitch nzuri, lakini sio tu ili eneo moja ambalo tumetengeneza. Tuna plani ya kutengeneza kila tarafa tupate uwanja mzuri kama huu ili kuweza kukuza vipaji vya vijana. Lakini upande mwingine ambao tumefanya vizuri sana kwenye mashindano ya michezo, hasa kwenye ligi mbili kubwa ambazo ni maarufu kwa hapa Rombo. Kuna ligi ya Mkenda Cup ambapo bingwa ameweza kutuwakilisha vema na kuwa bingwa wa mkoa na kuweza kujinyakulia kitita cha milioni 3 pamoja na vifaa vingine vya michezo na kwenda bungeni. Lakini pia kuna mashindano mengine ambayo yanaitwa Samia Tournament ambapo pia bingwa ameweza kunyakua kitita hicho na kuweza kutuwakilisha pia katika mashindano mbalimbali ya wilaya na mkoa, na yeye kuwa mshindi namba 3. Lakini pia tumeweza kufanya vizuri kwenye upande wa utamaduni. Tumeweza kuibua maeneo mbalimbali ambayo kuna maandaki, kuna makaburi ya zamani ambayo haya tunatamani sana tuweze kuyaboresha ili tuweze kupata utalii mzuri wa ndani. Lakini pia kupitia serikali hii ambayo imefanya mambo mengi makubwa, tumeweza kuwa na vijana kwenye mashindano ya Mitashumta na Umiseta, ambapo Rombo imeweza kujinyakulia vikombe 7 kama mshindi wa kwanza na mshindi wa jumla kwa mfululizo miaka 3 na kubakisha kombe la bingwa wa mkoa ambalo tunalo sasa kwa Rombo. Na pia sio hivyo tu, vijana wengi ambao wamekuwa wakishiriki kwenye haya mashindano wamekuwa wakitokea Rombo wanaoweza kusaidia mkoa na mkoa kuwa nafasi ya 3 kitaifa. Kwenye sekta ya utawala na manufaa yaliyopatikana kutokana na mafanikio hayo ya ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri lililojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 3 milioni 788,628,935.52, ujenzi wa nyumba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kwa gharama ya shilingi milioni 308, nyumba moja ya mkuu wa divisheni kwa gharama ya shilingi milioni 160, ujenzi wa ofisi ya watendaji wa vijiji 16 na kata 3 kwa gharama ya shilingi milioni 980. Katika halmashauri yetu ya Rombo, kwa kweli kwa kuanzia 21 mpaka 2025 tuna miradi mingi ambayo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameiwezesha katika wilaya yetu ya Rombo. Nikizungumzia katika idara yangu ya utawala na rasilimali watu, nimepokea milioni 160 kwa ajili ya jengo la mkuu wa idara, nyumba za wakuu wa idara, jengo ambalo sasa hivi liko hatua ya upauaji. Lakini kama unavyoona hapo, tuko katika jengo la utawala ambalo jengo hili tulipokea bilioni 1 kwa miaka hii ya utawala wa Mama Samia. Tumemalizia jengo na sasa hivi linatumika. Na kwa kukamilika kwa jengo hili limeleta ufanisi mkubwa. Kwanza, wananchi wanapata huduma kwa wakati, kwa sababu jengo la utawala likishakamilika na maana idara zote za halmashauri zinapatikana hapa. Kwa wananchi wanahudumiwa na viongozi wanakaa katika vyumba ambavyo vina nafasi. Kwa hiyo huduma zinatolewa, utawala bora unazingatiwa katika halmashauri yetu hii ya Rombo.
Ukiacha jengo la utawala, lakini pia tulipokea hela kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mkurugenzi. Jengo ambalo na lenyewe tumemjengea mkurugenzi wetu nyumba nzuri kama ulivyoiona katika kupitia miradi ya katika halmashauri ya Rombo. Nyumba imekamilika na wakati wote mkurugenzi atahamia. Sasa hivi tunafanya finishing, kuweka samani na kuweka mapazia ili aweze kuingia. Kwa kweli tunaweza tukasema kwamba katika miaka yote ya viongozi waliopita, marais waliopita, awamu zote, awamu hii ya 6, Mheshimiwa Rais ametekeleza miradi mikubwa na ya kimkakati kwa wilaya ya Rombo. Ukiacha mimi nazungumzia mambo ya utawala, lakini ukienda kwenye miradi mingine utaongea na maafisa elimu utaona tumeletewa fedha nyingi za kutosha. Kwa upande wa ajira niseme kwamba miradi kwa mimi kama utawala tumetekeleza pia ujenzi wa ofisi za vijiji, lakini hizi tumetekeleza kwa mapato ya ndani. Tumejenga ofisi za vijiji Manda Juu, kijiji cha Ture, Urauri, pamoja na kata Mraukerio na Ngoyoni. Hizi ofisi ziko hatua za ukamilikaji, lakini tumetumia mapato ya ndani ya halmashauri ya Rombo. Hiyo pia ni katika kuunga mkono juhudi za mama kuhakikisha kwamba yeye anatekeleza miradi mikubwa, basi hata hii midogo halmashauri tunamuunga mkono kwa kujenga ofisi za vijiji na kata. Lakini ukiacha miradi ya maendeleo, ujenzi wa majengo, lakini katika awamu zote za utawala, ni awamu hii ya 6 tumeweza kupata ajira kwa kiwango kikubwa ambacho hakijawahi kutokea katika nchi hii ya Tanzania. Kwa mfano katika wilaya yetu ya Rombo, kwa kuanzia 21 mpaka 25 wameweza kuajiriwa watumishi 382 kwa kada tofauti tofauti. Lakini pia tumeweza kupandisha watumishi 2000 vyeo 2362 kuanzia 21 mpaka 25. Kwa ufupi, huduma ni kubwa zinazofanyika katika wilaya ya Rombo kupitia majengo haya ambayo tumeyajenga ya idara zote za afya, idara za elimu, utawala. Kuna ofisi za vijiji tumekamilisha. Wananchi walikuwa hawana, unakuta kijiji hakina ofisi ya kijiji. Jamii, mtu yote mwenye macho anayeona vizuri, mwenye ufahamu mzuri, akiona jengo limejengwa na linatoa huduma, anaridhika. Mwananchi anachotaka ni huduma. Ni tofauti. Ingekuwa tunajenga majengo labda anaishia kwenye ukuta alafu haitoi huduma, hapo wananchi lazima wangelalamika. Lakini unapoanza jengo kama ni madarasa, kwa mfano kuna shule inaitwa Kenya hapa, ilikuwa madarasa yake yamechoka kabisa. Serikali imeleta fedha pale, tumebomoa ile majengo ya zamani yote, tumejenga madarasa mapya. Kwa mwananchi akipita pale anaona kazi iliyofanyika pale, kwamba tungeishia kubomoa tu alafu wakasomea labda kwenye madarasa ya mabati, kelele, wananchi wangelalamika. Lakini mwananchi akiangalia ile kazi iliyofanyika pale, kwamba tumebomoa, tumejenga majengo mapya, tumeweka madawati, watoto wanakaa kwenye darasa ambalo lina hadhi, hata ufahamu wa mtoto unakuwa positive zaidi. Huduma za sheria na serikali imeendelea kusimamia na kutoa elimu na kuwapa miongozo wajumbe wa mabaraza ya kata ambao ndio wanahusika na kusuluhisha migogoro ya wananchi kabla haijaenda kwenye vyombo vingine vya kimahakama, ambapo serikali imeendelea kutoa huduma ya kuwaelekeza wajumbe wa mabaraza hayo ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Vile vile katika kipindi hiki cha miaka 4 ya Mama Samia tulipokea kwa moyo mkunjufu kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Na katika halmashauri ya wilaya ya Rombo tulifanikiwa kuwafikia wananchi zaidi ya 12,000 katika kampeni hiyo. Katika ukusanyaji wa mapato ya ndani, halmashauri ya wilaya ya Rombo
imekuwa ikisimamia ipasavyo hali ya ukusanyaji mapato ya ndani, hali iliyopelekea kuongezeka kwa kiasi kinachokusanywa mwaka hadi mwaka, ambapo kwa mwaka 2020-2021 halmashauri ilikusanya jumla ya shilingi bilioni 2,78,684,286. Kwa mwaka 2021-2022 ilikusanya shilingi bilioni 2,853,819,981.30, ambapo kwa mwaka 2022-2023 ilikusanya bilioni 3,3,457,450.25. Kwa mwaka 2023-2024 ilikusanya bilioni 3,598,597,245, na mwaka 2024-2025 hadi kufikia Mei imekusanya shilingi bilioni 4,700,632,743.73. Ongezeko hilo ni kubwa sana, ambapo kwa kipindi cha miaka mitano ongezeko hilo ni sawa na asilimia 126. Hali ya utekelezaji wa bajeti. Halmashauri ya wilaya ya Rombo imefanikiwa kuongeza makadirio ya bajeti mwaka hadi mwaka. Kwa mwaka wa fedha 2020-2021, halmashauri ya wilaya ya Rombo ilikadiria kukusanya, kupokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni 37,740,940,629.75, na hadi kufikia mwaka 2024-2025 halmashauri imekadiria kukusanya, kupokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni 50,288,601.97. Ongezeko hilo ni sawa na asilimia 34.1. Halmashauri yetu mwaka 21-22 tulikuwa na wastani wa bilioni 2.5. Tumeendelea kupanda 22-23 tuna bilioni 2.6. 23-24 tumefikia bilioni 2.8. 24-25 tumefikia bilioni 3.2, na bajeti ya 25-26 tumepanga kukusanya bilioni 5.4. Halmashauri ya wilaya ya Rombo inaendelea na mikakati mbalimbali ya kuhakikisha miradi ambayo haijakamilika inakamilika na kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi ili kuwezesha maendeleo ya mtu mmoja mmoja, wilaya na taifa kwa ujumla. Miongoni mwa mikakati hiyo ni kuendelea kubuni vyanzo vipya vya ukusanyaji wa mapato ili kuzidi kuongeza wigo wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Halmashauri inaendelea kuandika maandiko mbalimbali ya mradi ili kupata ufadhili wa fedha katika miradi mbalimbali ya kimkakati. Upanuzi wa huduma kwa wateja wapya ambao wameendelea kupata huduma hiyo na kadhalika. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa halmashauri yetu ya Rombo, fedha ambazo tumekusanya kama halmashauri na fedha ambazo tumepokea kutoka serikali kuu ni fedha ambazo zimetekeleza miradi kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi vibali vya ujenzi hautakiwi kuja kwenye jengo letu, unaweza ukavipata ukiwa nyumbani kwako, ukiwa na simu janja. Ukitoa hivyo, basi huduma zingine ikiwemo leseni za biashara kwa wafanyabiashara pia hawapaswi kuja huku kama hawana sababu za msingi kufanya hivyo. Unaweza ukapata leseni yako. Malalamiko mbalimbali pia na yenyewe unaweza ukatoa malalamiko kwa halmashauri yetu ukiwa mbali kwa kupiga namba mbalimbali ambazo zipo. Hiyo yote inaonyesha kwamba ni maboresho makubwa kwenye sekta hii. Lakini sio hivyo tu, halmashauri inaenda pamoja na waheshimiwa madiwani ambao ni sehemu mojawapo muhimili wa halmashauri hii. Sasa hivi na wao tumetoka kwenye hali ya kufanya vikao kwa kutumia makaratasi. Kwa hiyo wanavitendea kazi vya kisasa zaidi vya kidigitali ambavyo wanaweza kupokea bajeti mbalimbali na taarifa mbalimbali zinazohusu miradi
hali za kiutumishi za watumishi wa halmashauri na kufanya maamuzi mbalimbali wakiwa kwenye mifumo ya kielektroniki. Haya ni mabadiliko makubwa kwa waheshimiwa madiwani pia ambao tunashirikiana nao kwa karibu kwa lengo la kufanya maboresho katika wilaya yetu ya Rombo. Haya yote yaliyofanywa na halmashauri ya wilaya ya Rombo yanaakisi utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ambayo inasimamiwa na Chama cha Mapinduzi CCM, na kwa wilaya ya Rombo viongozi wa chama wamekuwa mstari wa mbele kusimamia ilani hiyo ili kuwaletea wananchi maendeleo. Wilaya ya Rombo ama jimbo letu la Rombo, muda wangu nitaendelea kuyasema mazuri ya Chama cha Mapinduzi, wala sina muda kuweza kuzungumzia vitu vingine kwa sababu utekelezaji wa ilani, na ili niseme nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu yapo tulioandikwa ama yaliyoandikwa kwenye utekelezaji wa ilani, yeye yapo mengine ameongezea, yani kayafanya na kuongezea mazuri zaidi, ambayo kwa sasa wilaya ya Rombo tuna neema na tunaamini mama yetu mitano tena yenyewe hiyo ni ya kufikia. Kwenye sekta ya elimu ambapo kuna elimu msingi, elimu sekondari pamoja na ufundi. Daktari Samia Suluhu Hassan ametujengea shule mpya. Lakini ametukarabatia vyumba vya madarasa ya shule ya msingi vyumba 94. Lakini nyumba za walimu wa shule za msingi tumeshajenga nyumba 4 mpya 2 by 1, familia 2 ambapo zinaweza zikakaa nyumba 4. Tunachokiona sasa hivi hakijawahi kutokea, kwani tumeona kwamba miradi mingi inatekelezwa kwenye kila sekta. Kwa kweli Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameitendea haki ilani ya Chama cha Mapinduzi. Awamu ya 6 serikali inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa sana. Kwa serikali nitaipongeza kwenye swala la miundombinu kwa Rombo. Kwa kweli tuko very perfect sana, tuko vizuri. Shida kubwa ndio hiyo, vitendea kazi ndio bado havijakaa sawa. Kwa hiyo waongeze spidi kwenye hilo. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Rombo Profesa Adolf Mkenda, ambaye naye ana mchango mkubwa katika kufanikisha maendeleo katika wilaya ya Rombo, ambaye anaelezea jitihada kubwa zilizofanywa na serikali kwa wilaya ya Rombo, huku mkuu wa wilaya ya Rombo Mwalimu Raymond Mungwala anaelezea namna juhudi zilizofanywa na serikali kwa kushirikiana na viongozi wengine na watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Rombo hadi kufikia mafanikio makubwa hivi sasa kwa wilaya hiyo. Kwa ujumla wake kipindi hiki kimekuwa ni kipindi cha mambo mengi na mafanikio makubwa katika wilaya ya Rombo na changamoto nyingine ambazo bado hajaweza kuzitatua. Kwa mfano, katika kipindi hiki ambacho kinakaribia sasa miaka 5, Rombo imepokea kwenye halmashauri takribani jumla ya shilingi bilioni 43. Hizo ni fedha ambazo zimekuja moja kwa moja katika halmashauri. Lakini kuna fedha nyingine zimekuja na zitakuja hazipitii moja kwa moja kwenye halmashauri, zinaenda kutekeleza miradi ambayo inasimamiwa moja kwa moja na wizara nyingine. Nitaelezea baadhi ya miradi hiyo. Kwa hiyo ningependa nielezee vitu ambavyo vimefanyika katika kipindi hiki ambacho mimi naona ni kipindi cha mafanikio makubwa. Tuanze kwenye elimu. Wilaya ya Rombo katika kipindi hiki imeweza kuongeza shule za msingi 3 na shule za sekondari 3. Na moja katika shule ya sekondari iliyoanzishwa ni shule ya mafunzo ya amali. Na sio amali tu, lakini amali ufundi. Ni sekondari ya ufundi kama ilivyokuwa Moshi Technical School. Hii inajengwa katika kata ya Marangu Kitoo. Kuna sekondari nyingine mpya kabisa imejengwa katika kata ya Holili, na sekondari nyingine imejengwa kwa ajili ya kata ya Mamsera ambayo ni kata ambayo ilikuwa haina sekondari yoyote. Kwa upande wa maji, kwa sababu changamoto yetu kubwa ni maji na fedha za maji hazipitii halmashauri. Tuna chombo chetu kinaitwa Rombo Wasa, ni mamlaka ya maji Rombo. Sasa hivi pamoja na kazi kubwa ambayo imeshafanyika kwenye maji, kuweka mabomba mapya kwa sababu kuna uchakavu sana wa miundombinu, kazi kubwa sasa iliyofanyika kubwa zaidi ni kwenda kwenye vyanzo vipya vya maji.
tulifanya hivyo, lakini tukagundua wakati mwingine maji hayafiki maeneo husika, kwa sababu kuna mabomba mengine yale ya chuma zamani ambayo inabidi yang'olewe yawekwe mabomba mapya. Kwa watu walioko Rombo wataona mitaro ilikuwa inachimbwa, tunaweka mabomba mapya. Kuna vyanzo tumevipata kule Ndoneti, kupanda Rongai utaongeza sana maji. Kuna tanki limewekwa pale Kibaoni, kuna maji sasa hivi yanaanza kwenda na Yeme, yatakwenda paka chini Mahorosha. Lakini tunaongeza maji yanayotoka mto Uona kule Marangu. Sasa hivi tumepata takriban bilioni 9.8 nadhani kwa ajili ya miradi ya maji, na hasa kuchukua maji kutoka ziwa Chala. Imekuwa ndoto yetu ya muda mrefu, baada ya kuzungumza na wenzetu kwamba tuache kufikiria ziwa Chala kama chanzo cha maji kwa Rombo yote. Ziwa Chala inakuwa chanzo cha maji kwa Lower Rombo, vijiji takriban 33. Vitaanzia upande wa Holili, vitaenda mpaka upande wa chini wa Reha, ambao watakuwa wanapata maji kutoka Lake Chala. Maana yake ni kwamba maji ambayo tunapata kutoka mlimani yatabaki mlimani, na amini yataweza kukidhi mahitaji ya. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuifungua wilaya ya Rombo. Lakini katika barabara tu tuna tunnels ambayo nimeizungumza, inaweka mradi mwingine wa taa. Taa ambazo zitawekwa Mamsela, taa ambazo zimewekwa Tarakea, taa ambazo zimewekwa Holili, na kuna baadhi ya senta nyingine ambazo zitawekwa taa. Kiasi kikubwa wilaya imebadilika. Huwezi ukaamini ile wilaya ambayo umepita mwaka mmoja au miaka miwili iliyopita kwamba ndio hii wilaya ya sasa. Wananchi wanaendelea na shughuli zao, wananchi wana furaha, wananchi wanapilika za kujitafutia uchumi, kwa sababu miundombinu mingi ya kuweza kuwafikisha katika project zao inakwenda. Wilaya ya Rombo vijiji vyote vimepata umeme. Vilikuwa vimebakia vitongoji 27 tu. Vitongoji 15 tayari vile ambavyo walipewa wabunge tumeshapata wakandarasi. Wakandarasi wako site. Mpaka hivi sasa ninavyokuambia zimeshafungwa zaidi ya transformer 3. Vitongoji 15 tayari. Vimebakia vitongoji hivyo vichache ambavyo tunaamini muda si mrefu vitarekebishwa kwa kuwekewa ule mradi wa Jazirizi. Yale maeneo ambayo yalikuwa na changamoto umeme watapata. Na umeme kwa sasa hivi sisi tulikuwa tuna megawati zaidi ya 5 tu, lakini kwa sasa tumeongezewa megawati 27. Tutakuwa na jumla ya megawati 32. Kwa hiyo Rombo itafunguka kwa viwanda, Rombo itafunguka kwa njia mbalimbali, Rombo itafunguka kiuwekezaji. Yote haya Rais Samia kwa kupitia mradi wa Mwalimu Nyerere hydroelectric power ule ambao umefungua viungu vyake vyote, na sisi Rombo umetufikia. Kitakachobakia ni changamoto za kiukarabati wa kawaida tu, labda mti umeingiangukia nyaya labda ndio upate changamoto ya umeme, lakini sio uhaba ule wa umeme. Mwisho, usalama wa wilaya. Wilaya iko mpakani, wilaya iko salama. Watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, na maisha ya kawaida yanaendelea, na sisi tuhakikishie wananchi na tumhakikishie Mheshimiwa Rais. Tutaendelea kupokea maelekezo yake, tutaendelea kufuata na kutekeleza na kuwa watii kwake yeye, kwa sababu yeye ndio ametupa majukumu ya sisi kumsaidia kwenye maeneo haya yaliyopo. Kwa hiyo maeneo yetu ni salama, miradi itakuwa salama, na kila kitu kinachokwenda kitakwenda kama kilivyopangwa. Mungu ibariki Rombo, Mungu ibariki Tanzania, na washukuruni sana. Asanteni sana.